Tutaisoma aya iliyoko katika surati Al-Hujr, aya ya 39 mpaka aya 40, inayosema qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mwenyezi Mungu asema maneno ya Iblisi kwamba yeye asema atawaangamiza watu wote, atawapoteza watu wote, na nitawapambia mapambio yangu watu wote illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shetani wenyewe asema waja wa Mwenyezi Mungu waliotakaswa yeye hatakuwa na uwezo nao. Sijui kwa nini alikuwa na uwezo na mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama mpaka ikabidi afanyiwe operesheni hiyo, apasuliwe, utolewe hiyo sehemu ya shetani katika moyo wake. Katika aya nyingine ya surati Al-Hujr aya 42, Mwenyezi Mungu anasema inna ibadi laysa laka alayhim sultan, waja wangu wewe huna nguvu nao. Sasa hatujui kwa nini tangu mtume amezaliwa na mpaka kabla ya kupasuliwa huyo shetani alikuwa na nguvu na mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu imani yetu sisi mtume huzaliwa kuwa ni mtume. Naona anazaliwa kuwa ni mtume, hata akija kipewa utume tayari yeye alikuwa ni mtume zamani, ingawa hajaamrishwa kutangaza. Waqala innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Hata shetani hana nguvu, hana sehemu kwa wale walioamini, wa ala rabbihim yatawakkalun, wakawa wanamtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Surati An-Nahl aya ya 99. Tunashangaa kwa nini Ahlus Sunna wal Jamaa wanamdhalilisha mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumtukuza Yesu Kristo kuliko mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam.